kumtanguliza Mungu kwenye maisha yetu. Leo hii watu wengi tuko vice versa, na ndio maana Mungu yuko mbali na sisi. Tunadhani kwamba tukiweka kipaumbele kuwa fedha kwenye maisha yetu, fedha inaweza ikamvuta Mungu, na uwezekano. Kile utakachokipa kipaumbele ndiyo Bwana kwenye maisha yako. Master wako ni nani? Mungu au ni kazi? Huwezi kutumikia mabwana wawili. Mungu ni Bwana. Huwezi kutumikia Mungu pamoja mali, kumbe ni Bwana. Kama itatokea umeweka mali kipaumbele kuliko Mungu, maana umefanya mali kuwa Bwana kwenye maisha yako. Utakapoweka mali kuwa kipaumbele chako, tafsiri yake umetengeneza uliungu mali. Huwezi ukatumikia mabwana wawili. Mwingine anakuambia, yani mimi mume wangu, kanisani mimi mume, kila kitu mume wangu. Kwa kufanya vile, maana yake unamtengeneza mume kuwa master kwenye maisha yako. Kuna watu ukiwaambia kwa habari ya kumwabudu Mungu au kumtafuta Mungu, wanakwambia unajua mimi ni fedha. Yani kazi kwa kweli niko busy, yani busy baba. Yani niko busy. Kuna watu ukimwambia unajua mtafute Mungu, yani kwa kweli baba niko busy sana. Yani napenda kumtafuta Mungu, lakini niko busy. Napenda kumtafuta Mungu, lakini unajua sijampikia mume. Waangalie wenzetu wanafanikiwa sana kwa sababu wamemweka Mungu wao kuwa kipaumbele chao. Ikifika muda wa ibada, hata kama umekuja na mamilioni ya fedha, unataka mzigo, msubiri pale, vinginevyo peleka hela yako sehemu nyingine. Mkristo sasa, mtu akaja tu na 50,000 dukani. Oh, haleluya Bwana, ninakushukuru kwa sababu Mungu unanipenda. Unajua kuna mambo mengine kwenye maisha yetu tunapitia ni majaribu. Mungu anaruhusu aone, je, nafasi ya upendo wangu kwa huyu mwanangu iko wapi? Ikoje? Imefika kiwango gani?